Mwingine shupavu ambaye anatetemesha dunia huku, na si mwingine ni Profesa WAJACKOYAH, one of the most educated Kenyans. Na mwimbie kawimbo hiyo asikie vizuri, naona ana chama chetu cha PNU, chama cha pendesa kasi endelee. Chama chetu cha PNU. Asante. DJ. Najua nikimuona baba mimi huwa nachangamuka. Sijui ni kitu gani nilipata kwa baba. Mheshimiwa Munya, sijui nitaku-describe namna gani. One of the most honest, trusted, semeni honest, trusted, and direct. He speaks his mind. Mheshimiwa baba, unajua ukiwa mahali mimi utetemeka. Sijui ni figo ama ni nini, na hiyo kutetemeka kwangu ni furaha, because of baba tuko hapa, and because of baba I am alive, and because of baba hata wende ufanye namna hii kuniondoa kwa baba, wewe mwenyewe ndio utajiondoa. Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Pio Wandai, Mheshimiwa wa Kitui, nimekula kwako, najua vile uko na mrembo kanatengeneza chakula mzuri. Ningependa kusema hivi. Kwanza ningetaka kumshukuru baba, na ningetaka kukosoa pia, sio baba. Na ningetaka kumuonya Mheshimiwa Munya kwamba ukienda Bungoma tafuta Eugene. Ukienda Bungoma tafuta baba. Ukienda Bungoma tafuta WAJACKOYAH. Manake kule kuna mkatili fulani kule, sitataja jina yake, ambaye kazi yake ni kungojea wale wanasiasa wenzake. Wakienda Bungoma anatengeneza mawe, na hiyo mawe anatoka wapi? Uganda. Na anatengeneza watu na visu kwenda kupiga wengine na kuangamiza kule Bungoma. Baba, sijui kama nasema ukweli. Bwana Munya, ukienda huko mheshimiwa, chunga, there is a politician from Bungoma County, a man who can never be elected apart from fear, causing fear among people. A man who has put other people's lives at stake because he wants to please Ruto. Let me bring it out clearly that we are aware of him, and we are also going to warn him. Akienda mahali pengine Kenya, msimfukuze, welcome him, but ujinga wake, na mimi ndio nimesema, utaisha before 2027. Sumenipigia makofi tamani. That man should know that Kenya of today is a Kenya of young and old, is a Kenya of men and women, is a Kenya of people who have gone through the transition of democracy led by none other than Raila Azimio Leaders. A man who has suffered, a man who has endured suffering, a man who has been in prison, a man who has been fed on so many things, but he refused to die because his spirit is still alive. It's because of that spirit of Raila Azimio Leaders that all of us are here. It is because of that spirit that some of us want to smell and get away with a bit of it, so that we can come to self-realization. And we as members of Roots Party, please, if you have joined Munya's, na unatumianga ile kitu ingine, tafadhali kaa huko. Tutakuhitaji huko, maana najua hata kwa kina Munya kule, wakati nilikuwa natangaza kuwa rais, nilikuwa nataka kuwapelekea kiwanja hapo Isiolo, ndio sasa tukimea ile ingine na hii ingine tunatoa hapo tukipeleka huko nje. Lakini baba atakamilisha hiyo, kwa sababu baba aliniambia akichukua ataweka kitu kingine hapo Isiolo. Surely baba, I want to ask you openly, notoriously, and in front of everybody, kwamba watu wa Isiolo or Isiolo County
Isiolo should be made the capital city of Kenya. Nimesema ama sijasema? Na Nairobi should remain an industrial city. Because with Isiolo being a capital city of this nation, the people of Meru, the people of Garissa, the people of any other neighboring from Mount Kenya will have easy access to the international market. Kutakuwa na kuajiriwa kazi pale, mahospitali zitapandwa pale, zitajengwa pale, punda mtu haitakufa kutoka ukikija Nairobi. Na hiyo mimi namuomba baba afikirie, because baba you are the president. Ilichukuliwa tu lakini you are the president. Na hii yote ni malilio ya watu wa Roots Party. Ili wa Meru mahali wamekaa, Wakamba ambao wanatoka Eastern, Waria wote mahali walioko, na Waislamu wote ambao wako pande hiyo, wawe na access to the international market, because what they are producing today can help this country rejuvenate economically. We can move on because Nairobi is congested. Let us have a mindset of moving away from here and devolve our capital city. Finally, I'm also asking Baba to reconsider bringing in 3 tiers of government. It was Baba's original idea, but then we are for it in Roots Party. And Mheshimiwa Munya also want to look at it that way, so that we have a federal government. Federal meaning regional government, so that we can have counties within a state. So that we can have counties within a state. Ndio Wakuria wawe na kaunti yao, Wateso wawe na kaunti yao, watu wa Saboti wawe na kaunti yao, lakini kwa mrengo ya state, so that we have regional governments. Pale taxation will be easy. We shall have fair taxation. We shall have regional taxation, state taxation, and every state will be given its obligation and duty. We cannot take a county like Narok, which produces rice or wheat, hides and skins, meat and milk and tourism. Pesa ambayo inatoa pale inapelekwa central government ili wapewe kidogo. Hiyo ni uongo. Watu wa Narok wanatakana wakae kwa county yao, wakiwa na regional assembly Nakuru, ili waseme kwamba ile pesa ambayo imetoka county yetu hapa, how do we develop this first to us so that we could have a national ceiling? Na nimesema hivyo, tafadhali siku nyingine nitaongea na Munya. Ukija kwetu Kakamega, kuna mrembo wa nyumbani kwetu huyu, tafadhali ukija kwetu Kakamega, kuanzia leo kurecruit, utalala kwangu. Sema utalala kwangu. Asanteni sana baba. Kwako. Thank you very much. Mimi ni mgeni wake, nitalala kwake. Si ndio? Hayo ni muhimu, ni urafiki. Na unaona chama chetu kiko kila mahali. Huyu amekuwa memba miaka mingi. Hawa ndanda wamekuwa wanchilisi kutoka zamani. Kwa hivyo sasa nataka nimwalike rafiki yangu wa miaka mingi,